Jamani guys, hakuna watu wanaodai kodi vibaya mno na wanatia hasira vibaya mno kama wale walioachiwa vibanda vya ulisi mjini jamani. Hapo hapo. Jamani, walioachiwa vibanda vya ulisi jamani wanadai kodi vibaya mno jamani guys. Yaani wanafanya mpaka unakuwa na stress, yani unakuwa unachanganyikiwa, hujui nini cha kufanya ukiwa unadaiwa kodi jamani. Hivi mna changamoto gani nyie jamani mlioachiwa vibanda vya ulisi mjini? Mbona mnadai kodi vibaya mno? Alafu utamkuta kabisa ni mtoto wa kiume anajisifia, mimi na nyumba ya ulisi, mimi sipambani, mzazi wangu kashanipambania kaniachia nyumba ya ulisi. Akirudi nyumbani anaanza kukudai, anaanza kupangisha chumba kimoja watu wawili, anachukua kodi ya huyu na pia anakuambia mwezi ujao unaongeza kodi. Mwezi unakuja na pandisha. Alafu sasa hakuna kitu ambacho kinachoumiza. Unakuta mtu kodi yako inakaribia kuisha mwezi ujao, lakini unakuta saa 12 asubuhi anakuja kukugongea mlango. Nimefuata kodi. Umefuata kodi vipi mama? Wakati mimi kodi yangu inaisha mpaka mwezi ujao jamani Jamani guys. Sasa hivi vijitabia jamani, inabidi tujitatue jamani na hivi vijitabia jamani. Hivi tufanye nini jamani tujitatue na hivi vitabia? Yaani unakuta kama mimi sitaki kudanganya mume wangu. Tunatafuta hela. Inaishia kwenye kodi, kila siku tunapandishiwa, tunadaiwa vibaya. Jamani, mjitahidi sana jamani kudai kodi, mwe wastaarabu. Mtu kodi anadaiwa mwezi ujao, lakini unakuja kumdai kodi saa 12 mwezi huu. Sasa mimi nitakulipaje kodi wakati unanidai mwezi ujao sasa? Na usiombe sasa ukakosa hiyo pesa ya kodi. Mama. Wanajua kudai vibaya mno. Sabufa ufungulie. Yaani nyumbani urudi kinyemela. Taratibu ufungue mlango. Usiangalie TV, usiwashe redio, yani ovyo vya garanti. Hatari.